Muonyeshe njia aende anapotaka, akirudi asikusalimia aseme amekusahau. Mimi naitwa Vitalis Oscar, niko na CEO, founder, mkurugenzi, bosi wa KDTV. Leo kwenye activity ya KDTV nimepata bahati kabisa kukutana na CEO. Mambo vipi kaka? Safi si. Kwema kabisa? Kabisa. Naamini hapa ndani production wote tunakufahamu uzuri na baadhi ya mashabiki wanakujua vizuri. Ile anaweza kujitambulisha na historia yako kwa ufupi kidogo. Kwanza nimefurahi leo KDTV mmeniita na mimi kunioji mawili matatu nikiwa na presenter Vitalis. Unajua boss, kumoja boss kidogo utakiwa na maneno mengi. Nafurahi pia. Na nashukuru pia kuingia KDTV siku ya leo. Okay, majina yako kamili na historia yako kwa ufupi kidogo ili watu ambao hawakufahamu waweze kufahamu kwa undani. Majina yangu naitwa King David, ni muimbaji wa nyimbo za Injili, lakini najishughulisha na shughuli zingine za nje kuachana tu na uimbaji wa nyimbo za Injili. Ulijiona vipi? Ulijijua vipi kwamba una wito wa kumwimbia Mungu? Nakumbuka kabla mimi kwanza babangu na mamangu ni watumishi, ni wachungaji. Kwa hiyo nimekulia katika misingi ambayo at least imenisaidia mpaka leo hata hivi ninavyoishi mjini, kwa sababu ile misingi na imani ambayo niliamua kuivaa na niko nayo mpaka leo inanisaidia, na mimi mwenyewe pia kuamua. Si tu kwa sababu umezaliwa na mchungaji na wewe Mungu alimuonesha pia baba yangu kwa mimi nina nini, na mimi nikaamua kukaa chini nikafuata malezi ya wazazi, nikaona hamna kitu kizuri kwenye hii dunia kama kumheshimu Mungu na kumtumikia Mungu. Kwa sababu gani? Wewe umezaliwa kwenye familia ya kichungaji, mama mchungaji, baba mchungaji. Kwa nini ukuamua kuwa mchungaji, uliamua kuwa muimbaji, ukaamua kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa njia ya uimbaji? Kwa nini usiwe mchungaji? Uimbaji ni uchungaji. Ndio, lakini kwa nini ukaamua kufanya muziki? Ukaacha kumtumikia Mungu kwenye njia nyingine yote, ukaamua kuona muziki ndio njia rahisi au ndio njia kwako uliona ni bora kwako kumtumikia Mungu? Labda niseme uimbaji ni moja ya utumishi, na uimbaji pia ni moja ya kitu ambacho Mungu anaweka ndani. Inaweza kuwa ni mahubiri kwa njia ya kufanyaje, ya kuimba. Lakini inafika kipindi pia unajua ule pia ni wito. Siwezi kusema tu mimi ni mchungaji, no. Naimba, lakini ikifika kipindi Mungu akiniita, bwana, sasa hivi umeimba, sasa nataka ufanye hivi, unafanya. Kwa hiyo huwezi kurupuka tu. Kwa umri wako wewe, sababu wewe ni kijana bado, kijana mdogo bado, ni kijana bado, unajua damu inachemka, damu changa. Unapata changamoto gani ukifika mahali ukajiintroduce ukaniambia mimi ni muimbaji wa gospel? Sababu unajua marafiki zako wengine wanaimba secular music, unakaa nao, unakutana nao. Unapata changamoto gani unapojiintroduce kwamba mimi naitwa King David, ni muimbaji wa gospel? Unapokuwa kwenye generation yako, jeni yako, inakuwa unapata changamoto gani? Sio ni changamoto. Maana mimi pia kila watu wote naofanya nao, mimi na miaka 15 kwanza ya kuimba tu. Kwa watu wote hao wenyewe hao ni mashabiki zangu, nakaa nao, tunashauriana hivi na hivi. Kwa hiyo sioni changamoto, kwa sababu hao mimi mwenyewe ndo nawahubiria, wanaokoka. Wengine ndo wanakuwa mashabiki zangu, wanaingia, wanakula neno, wanaacha kuvuta bangi, wanaacha kuvuta miraa, wanaokoka. Unajua sisi ni chumvi. Na sisi tunakuwa mfano. Kwa hiyo usipojichanganya huko utawaletaje kwa Yesu, Mr. Vitalis? Okay, mimi naamini kabla hujawa CEO wa KDTV au hujaanza production yako, naamini ulikuwa una rekodi kwenye studio za watu. Ni changamoto gani uliipitia au ilikukumba ukaona hii ni fursa na wewe uamue kuanzisha production TV, uanze na production ya audio na uanze production ya uanze na TV? Ngoja nishukuru tena kwa hapo, ni swali zuri pia umeniuliza. Sikutegemea kama utaniuliza. Nashukuru Mungu pia kwa ajili ya KDTV, lakini baada ya hapo nilikuwa na maono. Mimi nimeaso sana kwenye masuala ya uimbaji. Changamoto ni nyingi. Kwenye swala kumtumikia Mungu changamoto ni nyingi. Mimi nakumbuka nilikuwa nakuja kurekodi sina hata 100. Nakumbuka kuna producer mmoja anaitwa John King. Huyo tulianza naye, yani huyo Mungu azidi kumweka sana. Tulianza naye katika mazingira magumu. Mimi kuna kipindi nilikuwa natokaga shule, natoka Moshi na kuja Arusha kurekodi. Kwa hiyo nazifahamu pia changamoto. Baada ya hapo changamoto za waimbaji wanazopitia kwenye studio nazijua. Mimi paka kuja kufungua hii studio ni kwa ajili pia kuinua vipaji vya watu. Kuna vile ambavyo naona wanaanguka. Ndio maana paka mimi nikaamua kufungua studio, kuna changamoto ambazo nilizipitia. Na hizo changamoto zimenifanya paka leo na studio ya audio na video, lakini Mungu pia amenipa TV. Hii ni exclusive kabisa, naomba
mashabiki zako najua itakusurprise kidogo. Anaamini hata hii itakuwa ni changamoto kati ya zile changamoto, na hii pia ni changamoto pia kwamba ile kufanywa kwa Fungua TV. Naamini kama 2017-16 kuna changamoto ilitokea kwenye studio moja fulani kwamba kuna kifaa amechukua nyinyi kama hiyo ni changamoto pia. Hiyo moja nayo ni changamoto. Kuna sehemu tulienda kurekodi na rafiki yangu, yakatokea puksha nini, unajua kuna mtu akishaona unafanya kitu kizuri anakutengenezea jaribu fulani. Kwa alipotengeneza kile kitu tulipata, nakumbuka tulichukuliwa tukataka tuwekwe jela. Kuna mtu aliiba kitu studio. Kwa akaangaliwa yule mlokole tumbambikizie kesi. Kwa hiyo ikachezwa hivyo na kile kilikuwa zaidi ya milioni 10 lakini nashukuru Mungu yale mambo yalienda vizuri. Lakini paka leo nafungua studio na TV ni kwa sababu maono yalikuwa ndani yangu na uchungu. Unajua ukishakuwa na uchungu brother Vitalis, kuna mambo utafanyaje? Utayafanya. Nakumbuka hata mimi wakati nafungua TV ni Mungu aliniambia tukiangalia hapa Arusha TV za kuhoji gospel hivi sijui ni 1 2 hakuna. Kwa nashukuru Mungu nimeweka tawi hapa ni kwa sababu ya yale maono ambayo nilikuwa naye, lakini pia na sponsor ambao atakuwa Dar es Salaam, Tanga na Mwanza. Hiyo yote ni kwa sababu ya ule uchungu. Kumbe hiyo story uliipata bwana Vitalis. Okay. Hapo nataka niongeze swali hapo kwenye hilo swali hapo. Uliona hiyo ni changamoto kama kufungua TV. Lakini kuna tetesi kwamba sio tetesi, sababu mimi naona tunaishi nao, waimbaji wengi wa gospel hampendani. Wewe unapata ushirikiano kwa sababu kama waimbaji wa gospel hampendani wengi, naamini ushirikiano utakuwa mdogo. Kwa upande wako vipi? Na ni kweli waimbaji wa gospel hawapendani? Watu wengi tunaamini kwamba watu wanaimba gospel ni watu wanamtumikia Mungu, wako deep sana kwa Mwenyezi Mungu, wako deep sana. Yaani ni watu ambao nilikuwa na shida yangu mimi naweza nikamfuata akanipa mwongozo. Kwa kama nyinyi mtakuwa hampendani, huoni inanitia ukakasi kwa mimi kuja kuomba ushauri au kuwasikiliza kile mnachokiongea. Naamini mnachokiimba ni sana makaburi yaliyopakwa chokaa. Unaamini kwamba mimi kila nitakachofanya kila mtu atakipenda? Hapana. Mimi ninachotaka kufanya nifanye, nataka nimpendeze nani? Nataka mpendeze Mwenyezi Mungu. Huyo mwanadamu mimi nikimpendeza au akinipenda, akinichukia, kama mimi nimenyooka kwa ajili ya Mungu na ninafanya huduma kwa ajili ya Mungu, hiyo inaileta effect. Mungu anasema tupendane. Sasa huyo anayekuchukia. Hapo mimi kwa mfano mimi kama mimi marafiki zangu wengi ni waimbaji. Sawa? Hata kama wananichukia mimi siwezi kujaji kwa nini wananichukia. Mimi najali kile Mungu alichoniitia na ninaimba kwa sababu nimeitiwa na Mungu. Akinichukia, asiponichukia, akinipenda, mimi huaga sijali kwa sababu brother Vitalis ningekuwa mimi najali hicho, nisingepiga hata hatua. Kwa maana hiyo, waimbaji wa gospel wako ambao hawapendani. Mimi nasema wako watu ambao hawapendani kwa sababu nao ni binadamu, hamna mtu ambaye hana chuki. Kuna wengine wana chuki, hata bongo flavor na bongo flavor hawapendani. Kuna swali lingine la kizushi hapo. Kuna tetesi waimbaji wengi wa gospel wanatumia ushirikina. Kuna kauli nilishasikia mahali watu walikuwa na muimbaji mmoja wa gospel alitoa wimbo, watu wakasema, zilitoka kauli nyingi kwenye social media kwamba anaimbia miungu, yale maneno ni ya miungu. Kwa hiyo kwa maana hiyo nataka nikuulize, kuna waimbaji wa gospel wanatumia ushirikina? Ngoja nikuulize kitu fulani. Wewe ushirikina ni wa shetani au ni wa Mungu? Ushirikina ni wa shetani. Ukishatumia ushirikina, wewe utakuwa ni wa gospel tena. Lakini wanaimba maneno ya Mungu na kwenye nyimbo zao wanasema wanamwimbia Mungu. Kuna watu wanataja Mungu na wanaenda kwa waganga. Wako kanisani na wanaenda kwa waganga. Kwa maana hiyo sasa kuna waimbaji wa gospel wanatumia nguvu za kishirikina. Wamejificha kwenye kivuli cha gospel lakini sio wa gospel. Wako kwa ajili ya kupata kipato. Lakini kama unamtumikia Mungu, yani yule wa gospel huwezi kusema anatumia ushirikina. Yaani ukishasema wa gospel yuko indirect kwa Mungu. Yeye na ushirikina. Kwa hiyo ukishamuona kama anatumia ushirikina au wapo wanaotumia, siwezi kusema hawapo. Aidha wapo lakini wamejificha kwenye kivuli cha gospel, hao ni washirikina kama waganga wengine. Kuna waimbaji wa nyimbo za Injili ambao wanakunywa pombe? Wapo. Na hao sasa ukishaona wanakunywa pombe, hao ni walevi. Kwa hiyo watakuwa, inarudi kwenye swali langu lile. Kama unakuwa unafanya kazi ya Mungu, alafu unakunywa pombe, unafanya matendo ambayo sio, lakini kwenye nyimbo zako unataja Mungu sana, niamini kwamba hao waimbaji wa gospel ni sawa na makaburi yaliyopakwa chokaa? Umejificha kwenye kivuli cha gospel lakini ni mlevi kama walevi wengine. Hata Yesu akija hutaenda mbinguni. Utaishia kwenye ulevi wako. Kwa sasa hivi mtumishi wa Mungu Kindevi, kwa sasa hivi kumwambia mwanangu aende kwenye makanisa ya kiroho inakuwa ni ngumu sana, sababu inanitia ukakasi sana, kwa sababu
wanatokea manabii wengi sana, na vitendo wanavyofanya vinaashiria kabisa kwamba hawa ni manabii wa uongo. Kwa maana hiyo, kwa hiyo statement, kuna watumishi wa uongo kwa sasa hivi? Biblia yenyewe imeandika kuna manabii wa uongo, manabii wa kweli. Lakini pia katika watumishi pia kuna wachungaji wa uongo na wachungaji wa kweli. Kwa hiyo ni wewe kusikia rohoni mwako ni wapi pa kwenda, na usiseme tu kuna manabii wa uongo. Ndio hapo. Lakini pia kuna wachungaji wengine ni wa uongo, wanafanya ambavyo havimpendezi Mungu. Okay. Utamaliza swali lako, lakini nataka nikuulize hapa hivi. Wako watumishi wa uongo na manabii wa uongo. Watumishi ni manabii. Na wachungaji pia nao ni watumishi. Kwa hiyo hata nabii ni mtumishi na mchungaji ni mtumishi. Okay. Hao wote wana heal, wanaponya. Yaani wanaponya, wanafanya miujiza. Nitamjua vipi huyu ni mtumishi wa kweli na huyu ni mtumishi wa uongo? Kaa vizuri na Mungu. Mtafute Mungu, utajua uende wapi, usiende wapi. Unaweza ukaenda kwa mchungaji lakini ukakuta sio wa kweli. Ukaenda kwa nabii ukakuta sio wa kweli. Ukaenda kwa mchungaji ukakuta ni mzinzi. Ukaenda kwa nabii ukakuta sio mzinzi. Ukaenda kwa nabii ukakuta ni msherati. Ukaenda kwa mchungaji ukakuta sio msherati. Kwa hiyo ni wewe kusikia rohoni mwako kunaenda wapi. Unajua wakati mwingine kuhukumu mtu direct hapana. Ukimhukumu mtumishi pia direct hapana. Kuna kitu kingine ni wewe kuangalia ile amani yako, unataka uende wapi na ukamtumikie Mungu. Na kizuri ni wewe na utengeneze rohoni mwako unasikia amani kwenda wapi, na Mungu atakuonesha. Ukimtafuta Mungu atakuonesha hapa uende, hapa usiende. Kwa hiyo kuna manabii wa kweli na kuna manabii wa uongo. Kuna wachungaji wa uongo na wachungaji wa kweli. Kwa hiyo nashukuru umenijibu vizuri sana, lakini hapa nina maswali mawili ya kizushi. Mbona umecheka alipokuwa maswali mawili ya kizushi? Ni maswali mawili ya kizushi ambayo yapo. Swali la kwanza la kizushi, hili ni si official swali, lakini sababu tunaishi kwenye hii dunia na tunaishi na watu, na maneno watu wakiongea watumishi inabidi waje mjibu. Kuna maneno yako yanasambaa mtaani kwamba watu wengi ambao wako kwenye makanisa wanaimba kwaya au wanapiga vinanda au nani, ndo wanaongoza kukua wazinzi na wanajificha kwenye kivuli cha makanisa. Ile kitu iko tu kwa mtu. Ukishaamua kuwa hivyo, hata ukiwa mfanya usafi kanisani au shemasi utakuwa mzinzi tu. Kwa hiyo ile ni kitu ambacho kiko kwa watu, na usisingizie sio waimbaji wapiga muziki. Ile ni raw spirit iko kwa mtu, akiamua tu atafanya. Na hiyo tu imeamua kuzungumzia kwa sababu unajua ukishakuwa muimbaji au mpiga vyombo unakuwa unaonekana kila wakati. Bwana, unajua ukikaa na mtumishi anatafuta namna. Unajua nyie ni watu wa philosophy. Watu wengi wanaimba wanafanya gospel au watu wa kanisani sana na watu wa philosophy. Wanajua namna ya kujitetea sana. Sababu mimi swali nilouliza sio mimi, ni maswali ambayo nakutana nayo watu wanayaongea. Pia kuna swali lingine hapo ambao watu wanasema, kwanza nauliza kabla sijaenda kwenye swali direct, muziki wa gospel unalipa? Unalipa sana. Mimi mpaka hapa nilipo muziki wa gospel umenilipa. Na nataka niulize watumishi wa Mungu wanapokuita, sababu nakuona sana unaenda Kenya, unazunguka mikoa mingi sana kwa ajili ya kufanya show na kwenye mikutano na nini. Hicho watumishi wanachokulipa una deserve kulipwa, ni haki yako au wanakupa kidogo sababu ni kazi ya Mungu kuifanya? Wakisema unilipe utaweza kunilipa. Kitu nilichokibeba ni kikubwa. Na gharama ambazo natumia kwenye muziki ni kubwa. Tunaifanya kwa sababu ni wito na iko kwenye moyo. Watu wanasema waimbaji wengi wa gospel ni masikini, tofauti na wanaoimba secular music. Sababu unakuta msanii anaimba secular music ana specific price kwamba mimi show bila 10 million siwezi kuja, mimi show bila milioni 20 siwezi kuperform. Lakini waimbaji wengi wa gospel ni watu ambao hawana bei ambayo inajulikana. Ni watu ambao wanafanya kazi, mchungaji atakachoamua kumlipa ndo anachomlipa. Kwa hiyo wewe hapo unacholipwa kwenye mikutano ndicho unachostahili, ama kwa sababu unafanya kazi ya Mungu unaamua kuridhika tu kuchukua lakini hakikidhi mahitaji yako? Labda tutoe hapo, hamna mwimbaji wa gospel maskini. Ukimtumikia Mungu hawezi kukuacha ukawa maskini. Na hiyo kutaja bei au nini sio sababu ya kuwa maskini. Unaweza ukataja bei na ukawa maskini. Sisi tunafanya kazi ya Mungu, na tukisema tutaje kiwango, hapana, ni vile unamsikiliza
mtu kwa mfano mchungaji akupigia simu, mnaongea naye anakuambia njoo ufanye huduma. Kuna mtu anakuelezea vizuri, unaona kweli ngoja nikafanye huduma, sikatai. Kuna wengine utaji bei, unaweza kaenda na wakakuumiza. Ipo hiyo. Hata mimi wakati naanza huduma nimekutana nayo sana. Mwenye akili siku zote anaambiwa sikiliza then tafakari alafu tolee majibu. Sina la ziada sana kwenye maneno ya busara. Naitwa Vitalis Oscar na leo nilipata nafasi ya kukutana na CEO founder wa KD Television na KD Production bwana King David. Mimi nakwambia tukutane tena siku nyingine tena. Usiache kusubscribe, kushare, kulike na comment kwenye YouTube channel yetu kwa ajili ya habari, interview na vitu vyote ambavyo vinahusu gospel. Na kuambia KD TV House of Singer na sign out.